Nasema shangwe, tabasamu na furaha vilitawala, huku wanafamilia wakikumbatiana na kusalimiana baada ya kutengana kwa muda mrefu. Kwao kukutana tena si jambo la kawaida, bali ni fursa ya kuimarisha mizizi ya undugu na kufufua kumbukumbu za kifamilia. Ni familia ya mzee Amos Kyando yenye asili ya Makete mkoani Njombe ambayo imeamua kukutana mkoani Songwe kwa lengo la kuendeleza umoja, upendo na mshikamano wa familia. Familia hiyo imeenea katika maeneo mbalimbali nchini, wakiwemo wanaoishi mikoa ya Njombe, Iringa, Morogoro, Dar es Salaam, Mbeya, Songwe na maeneo mengine. Pamoja na umbali unaowatenganisha, familia hiyo imeamua umbali usiwe sababu ya kupoteza uhusiano wa kindugu. Undugu ni mizizi, unaweza kutawanya matawi, lakini mizizi hubaki kuwa kitu kimoja. Jeni Nyivambe anasema lengo kubwa la kukutana ni kujenga na kudumisha umoja wa familia, huku wakihakikisha kila kizazi kinapata nafasi ya kufahamiana na kujua historia ya familia yao. Kikao hichi ambacho kimetukutanisha mama zetu na watoto wa mama wadogo na wajomba zetu kimetuimarisha sana, yani kimezidi kuimarisha umoja wetu na mshikamano wetu. Sisi kama familia ya wajukuu wa Kyando tuliona hili jambo kwamba tulianzishe kwa lengo la kufahamiane. Tuliona kwamba tunakaa mbalimbali. Mtoto wa mjomba hajui mtoto wa shangazi, mtoto wa shangazi hamjui mtoto wa mjomba wake. Alafu pia watoto wetu pia ilikuwa ni ngumu kufahamiana. Kwa upande wa Benjamin Nyalutogo, anasema wana kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa kuwawezesha kufanikisha kusanyiko hilo, akieleza kuwa mikutano kama hiyo huimarisha upendo, mshikamano na mahusiano mema miongoni mwa ndugu. Tunamshukuru kwanza Mungu kwa sababu ametuwezesha kutufanikisha. Kwa upande wetu hili jambo tumeona lina umuhimu mkubwa sana, kwa sababu kwanza linatujenga pamoja kama familia, linaimarisha umoja, upendo na mshikamano, kitu ambacho kwa sasa kwenye jamii ndio kitu ambacho kimepotea, lakini sisi tunakipata kwa sababu tunapokutana kama familia tunajifunza umuhimu wa umoja, umuhimu wa upendo, lakini pia inatupa nafasi kama familia kujuana mahali na kufunguliana fursa kwa pamoja. Nashauri watu kulifanya pia kwa sababu linatengeneza kitu cha kipekee sana kwenye jamii. Moja ya kitu kilichokosekana kwa sasa ni maadili ya jamii, lakini tunapokutana hivi kama familia tunajifunza maadili ya wazazi wetu, tunajifunza vitu vilivyowafikisha wazazi wetu hapa na tunapata ule umoja wa pamoja kama familia. Kama wengine walivyosema, wanashukuru Mungu kwa kusanyiko hili ambalo isingekuwa kawaida kwa sisi wenyewe kujikusanya. Lakini kwa hivi wana wazo lilivyokaliwa kwamba tukusanyike mzuri, mpaka tumekutana na wengine ambao ni miaka mingi hatujawahi kukutana. Familia inayokutana hujenga daraja la upendo, inayosalimiana huimarisha moyo kwa undugu. Matrida Kyando kutoka mkoani Iringa na Maria Kyando kutoka mkoani Njombe wanasema kukutana kama familia ni muhimu, kwani kunawapa watoto nafasi ya kufahamiana na kutambua ndugu zao licha ya kukulia katika maeneo tofauti. Tunapokutana familia hii inatusaidia kwamba wote watoto wetu, wajukuu zetu wafahamiane, wawe na ushirikiano, wawe na umoja hata katika hali na mali. Na hii inatusaidia kwamba hata yule asiyekuwa nacho, mnaposhikamana pamoja, mtu mwingine hawezi kujua. Kwa hiyo wote, kwa sababu mmeshikana pamoja, mna ushirikiano pamoja na kusaidiana katika mambo yenu, hakuna mtu atakayejua kwamba huyu anacho, huyu hana. Watoto wasipofahamiana, kwa sababu kila mmoja yuko huko aliko, wanaweza wakakutana huko wakapendana kwa sababu hawajui kwamba wao ni ndugu.
kukutana familia kama hivi ni kuonyesha kwamba umoja upo, lakini tusipokuwa kusanyika hivi tunaachana, kila mtu anaenda vitu kwake na mwingine anakwenda vitu vyake. Kwa hiyo kukusanyika hivi kunatuonyesha kwamba tuwe na umoja, tushirikiane, tuchukuliane. Kama kuna mwingine uwezo ni mdogo, tunaweza kutambua kwa njia ya kukusanyika na kazi hii ya kukutana mara kwa mara. Kwa kizazi cha leo, kukutana ni kufahamiana. Kwa kizazi kijacho ni kurithisha historia. Mbali na kusherehekea undugu, familia hiyo ilipata nafasi ya kumshukuru Mungu kupitia ibada iliyofanyika katika kanisa la Warehouse Christian Center lililopo Ihanda mkoani Songwe. Ibada hiyo iliendeshwa na mchungaji mwenyeji Ezra Nyalutogo, ambaye katika mahubiri yake alisisitiza umuhimu wa moyo katika maisha ya mwanadamu. Biblia inapozungumza habari za moyo, inazungumza habari ya chimbuko la mawazo ya mwanadamu. Chimbuko la mawazo ya mwanadamu ndiyo chemichemi ambayo neno la Mungu linaita moyo. Haizungumzi juu ya pampu. Pampu ile haifikirii. Pampu ile haiwazi. Ila ndani ya mwanadamu kuna kiini cha ufahamu ambacho kinafanya kazi ya kujenga mawazo. Wewe unayemwamini Mungu, uwe makini sana na chimbuko la mawazo yako. Huko ndiko kuna chemichemi ya uzima, Biblia inasema, lakini kuna chemichemi na chimbuko la mauti huko. Unaweza kumfanya mtu aende kwenye njia sahihi, lakini huwezi kujua moyo. Lazima ujizoeze kukaa na neno la Mungu kwa wingi ndani yako ili lifanyike kuwa breki ya mawazo yako. Katika ibada hiyo, familia ilitoa sadaka ya shukrani kwa kutambua matendo makuu ya Mungu aliyoyafanya katika maisha yao, pamoja na neema ya kuendelea kuwaunganisha licha ya kuishi katika maeneo mbalimbali nchini. Tuwe shukrani ya pekee kwa ajili ya kumshukuru Mungu. Tumshukuru Mungu kwa ajili ya kusanyiko hili kutuleta hapa. Lakini pia tunamshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo amekuwa akitupigania na kututetea. Ametupa uhai hata tunafika mahali pa kukutana namna hii tukiwa wote tuko salama. Na zaidi sana tunamshukuru Mungu sana kwa ajili yenu wazazi wetu, kwa namna ambavyo Mungu pia ameendelea kuwatunza wazazi wetu. Tunakuwa na sisi tukiwaona wazazi wetu mungali mko hai. Pia katika jambo hili tunamtukuza sana Mungu. Kwa hiyo tukaona tuandae sadaka kwa ajili ya kumshukuru Mungu. Maana katika Zaburi ya 100 anasema ni vema kumshukuru Mungu. Umbali unaweza kutenganisha makazi, lakini hauwezi kutenganisha mioyo inayothamini undugu. Kwa familia ya Amos Kyando, mkutano huu umebeba ujumbe mzito. Familia si mahali tunapoishi, bali ni watu tunaowabeba moyoni. Ni mwendelezo wa utamaduni wa kukumbuka walikotoka, kuwafundisha watoto wao thamani ya undugu na kuhakikisha kizazi kimoja hakipotezi uhusiano na kingine. Na kwa hakika, damu ni damu, ndugu ni ndugu, na familia ni familia. Kutoka mikoa mbalimbali nchini hadi Songwe, familia imekutana, imesalimiana, imeabudu pamoja na kusherehekea zawadi ya undugu, kwa sababu hakuna umbali unaoweza kushinda upendo wa familia. Jina langu ni Elizabeth Nyivambe, JN Media.